Modo. Down or via view. Down the Hegi. Ormono. Masa go remote katini mudaro reko. Oyo? No, sketina ki. The talents and the spirit and the charisma to carry the mantle in order to face this. Obviously, you pray to God that the Holy Spirit inspires you first to know who it can be, but also to know what are the qualities that candidate has. So there are no list of candidates that are circulated. Yeah. You go there yourself, your God, and all the other candidates, all the 133 cardinals, and you look and you say, I think this could be. And that's the surprise that even at that moment, there can be such quick convergence. That's fascinating. I mean, going through 133 names, including yourself as an elector. But then, so Black Smoke last night, Black Smoke by half day, by I think 1 o'clock. Midday. Yeah. So at every end of the ballot, are there conversations? I'm not sure how that goes. I believe even though they're trying to live that silence, that is not a silence of not greeting one another. Yeah. It's not a silence of not exchanging a one-on-one, what do you think? I do believe there is space for them to discuss amongst one another. But I believe in the first casting of the ballot, it already emerges. It would emerge who seem to be likely candidates. And so then there'll be perhaps a deeper thought about those candidates, and then the voting would go towards one specific one who seems to have those qualities. I also believe there'll be space for those who don't know those candidates, because it can happen that the candidates who seem to be leading, you have no clue who they are. So I guess there is space for exchange even within the conclave. But that really is my guess as much as yours. But judging from how the arrangement would be, it's not absolute silence. It's a question of first secretive silence to the world. You don't say what transpires within, but I think within, amongst themselves, they can consult and affirm, understand, and deepen their reflection. That's important because many Kenyans, especially the young, when they hear of the conclave, they know of the movie. You've watched it? I haven't. Unfortunately, it's not a very good movie. Yeah, maybe you should, just to have a perspective. But that's what some Kenyans think of the election of a pope. Despite so the cardinal of a cardinal from South Africa saying that it's exaggerated. But now talk to us about what you've been seeing since Pope John Paul II, who was again not from Italy. Now we've seen Pope Benedict XVI, who was from Germany, Pope Francis, who was from Argentina. Now we have the first American Pope. What is the significance of this? I think one of the things which comes out clearly is the universal nature of the church. Perhaps for a long period, because you've had many Italian popes following one another, basically because the faith in Italy was
deeper, more formed, more forged, and therefore the growth of the church there was a bit more elaborate, and therefore there were more cardinals. So there is historical reason why you ended up having very many Italian popes, one following another. But as I would say, at the turn of the past century, it became the church, the missionary nature of the church, expanded tremendously. You think about Africa. Africa, for most places in Black Africa, we're celebrating maybe 200 years maximum of our faith. So you may say that we have become of age. And therefore, in many places, even in South America, which was also evangelized from Europe, they became of age a little before us. United States, North America, in the similar way. So the church has matured, and so its universal nature perhaps has become more obvious. And so it becomes easier amongst the cardinals to think outside Italy, to think outside what we may say Italian Rome, right, and to think about the Catholic Rome, which goes all the way to Japan, down to Chile, Tierra del Fuego, up to the north of Canada, Greenland, if you wish, or Norway. It spreads the whole place. Therefore, it's an expression of universality of the church. Secondly, it is also an expression that the church is very open, that these cardinals will think about any one of them without being limited to place of origin, culture. I think it's teaching the world a big lesson, a world that is steeped in ethnicity, a world where there is a lot of nationalism, a world where the other of different origin is taken to be negative. So here is an example we can see from the church, that the openness to where the Spirit blows and what God destines for one, and what's good for the church. So the good of the church is a primordial consideration, not where the individual comes from, right, not whether he speaks this language or the other. And that's the marvelous thing that has been lived in this conclave once more, and we celebrate it because it's a total surprise. A total surprise for all of us to get one who is born in America, though he's Peruvian, because by nationalization, and he considers himself more Peruvian than American. Right. But he's still American. He's born in America. Yes. And it's a great thing to see these great surprises in the church. Right. And I was watching an international channel, EWT, and they were saying that as soon as Pope Leo the 14th, or rather, as soon as it was announced, Habemus Papam, that you have a new pope, there was a bit of excitement, a lot of excitement. Then the name was mentioned, Robert Cardinal Prevost. Silence. And there was a bit of silence, a bit of confusion. Did you catch it? Yeah, everyone was wondering, and who's that? Yeah. Because not many people knew him. Yeah. But yes, those who have been in the, as it were, in the circles of the church, ecclesial circles, would know him quite well. Would know him because he's been working in Rome. He's been in a very important job there. So we do know him. Not for long, only maybe for the last less than 10 years, maybe even less than 10 years, Yeah. five or so years, where he was the prefect of the dicastery for the bishops. Yeah. But I think for us in Kenya, it's also good to know that he's a man who is a missionary. Right. And I think that's a great celebration. Missionary. Pope Leo XIV, significance of that name. Well, that especially you media people can draw as much, even what is not signified by this name. Obviously, the choice of Leo was perhaps to put a bit of distance from the more recent popes, I would imagine, so that he's not measured, as it were, in the measure of the more recent popes. Leo is significant. Leo, the Pope Leo the 14th, our new pope, Yep. is Augustinian.
Leo did emphasize the Augustinian Sorry, thought. just before you lose that point, for those that are not Catholic and not conversant with Augustinian, maybe more to describe that. Yes, by that I mean that he's a member of a religious congregation that have been well founded and have their charisma from Saint Augustine of Hippo. Saint Augustine of Hippo lived round about the 4th century, 360 thereabouts, and he actually was African. He's from North Africa, and he started the congregation of the Augustinians, and many congregations, as in religious groupings in the church, do follow the charism of Saint Augustine. Now, our new pope was actually the prior general, meaning the superior general, for 12 years of the Augustinians in the world. So all the Augustinians Federation, he was the one who was in charge. So he has got an amazing and expansive experience of administration and management. So he brings in a lot of good stuff, you may say, in terms of experience, besides the spirituality which he brings. But going back to Leo, so Pope Leo the 13th, who was at the turn of the past century, from 18 thereabouts, maybe 1880 something to the early, I think he died in 1903 thereabouts. He was a very social pope, social doctrine of the church. He's the one who cared about the workers. He's the one who focused on the problems and the ailments of the society. He spoke very strongly and worked very much in order to bring the welfare, the social welfare back. So perhaps this could be a leaning to a very social concern of our new pope. So he may be giving us a direction. I wouldn't want to read too much more in it, but I would say also because of the emphasis of Pope Leo on the Augustinian and very, very deep spirituality and theology, and Thomistic of Thomas, St. Thomas. He's saying, because today niko online na nimekuja ili niongee na watu wangu, because I missed you guys, and now what I want to talk about is about I want to talk to those people who are doing cryptos and those who are doing trading. Other they may say is that trading, it's gambling. Well, it may be to a certain level, but trading, it is not gambling. Right now we have come up with we have many bolts that are working. Most probably we have Capital Coin, which is the latest, that it keeps on. There is no that one, there is no loss. You will not get any loss. And if you talk about you trading, I cannot tell you more about it, but also I'm a crypto guy. And on the other hand, I am an evangelist, and I've come here just for 10 minutes just to share the good news with my people who loves me. Number one, I have the people that I schooled with them there in Makerere University. Number two, also my brethren that we do go to the same church, and those that we are not even in the same church, but they love me. I have been in Busia, I have been in Kakamega, and also I have been in Machakos, going down to Malindi up to Chamari.
And I know there are those who are watching me. But today I have come just to tell you that I want to come back. I used to, but I stopped because I had something that I was doing. But now, according to how I have feel in me, I have heard the voice telling me that I have to come back to the media and talk about God and the Christianity as a whole. At times, we'll be sharing things that pertains the Bible, or the critical things that we want to know, or why are they happening, or why do we find ourselves in that. We are going to tackle that. And I know that my fellows, at times we are going to brainstorm, and I am ready. I know I am ready, and I will brainstorm with the people that are ready to answer, ready to share. We are going to be, and I am going to be their friends. Before I start, first I want to play with you, because when you want to talk about this word, there are the people and there are things that in the spirit they find a way to block you. So you have first to cover your players. You cover your players with the blood of Jesus, because on top of that, there are some spirit that they are ready. They are feeling pain when they are seeing you, your life, and you are preaching the good news. Not only preaching, I'll not be only be preaching or speaking about this good news. I'll also talk about how we can create wealth. To me, wealth, it is something that we are supposed to be taught in school. But you find that our education oppresses us. It does not give us a good portray for us, at least to create wealth. You must send yourself. You must, it is you, it is in you. You feel that you're going to do this, or what you see, it can maybe erupt something. It is what you think that you can do. That's what you think in your mind. If you try it, you will see the results. But now if you go to, you use the knowledge that we have acquired from university, you will find that you will not be able even to compete with the people that maybe they are in a lower class and they have done maybe practical, and for you, you have been there just in a grammar way, in reading books, or the knowledge that you acquired. You'll find that it is not helping you. And more of us, I know my friends, because me, I used to be in Makerere University, and I have done an A-level. I got 3 principals and 1 subsidiary pass. For those who are in Uganda, they know what I mean, because you cannot just come from Kenya and join their university. No, they will not. That one, they will not do that. What they will do is that they will send you to go to senior 5 and senior 6. And there you are going to carry big books. But the good thing with that, you are going to choose. I think it's the way, it's the route that we are following now. I think this education that we are having in Kenya, it is the one that will make us. It's a copyright of that. Because there, it is when I choose, it's when I choose what I want to become.
And I remember I did 3 things. I combined 3 things: biology, chemistry, and mathematics. But you had to have a subsidiary subject, which I chose Kiswahili, because for those who are in Uganda, choosing Kiswahili is just like a walkover, because the main thing that you're going to get there, or which is going to come to which they will examine you, it's just to maybe writing a story and tell you to elaborate it in Swahili. So I'm glad that today I'm here. I didn't want to come live, but there is something that is pushing me. Now, what is pushing me is just to preach the word of God. I'm an evangelist because I used to be an MCA. Not the MCA who have entered, but the MCA to be. But I'm thinking that because of how I've seen things that are in the first election, the way it takes me, I used a lot of money. Even I found myself in a difficult situation whereby I could not come out, because you meet people they tend to show you that you are going to win, but all along you find what you gathered, it's not enough to make you an MCA. Many people, they call me an MCA, but in me now, that title is done, and I don't think that I'm going to vie again, because now I've chosen the Christian life, and politics and God, it's just like water and paraffin, so it's hard for it to mingle. That's why I decided that let me seek the kingdom of heaven, because I know one day I will leave this world. And that mindset, when you have it and you know that one day you will leave this world, it is when you start thinking about the coming world, which is eternal life. And that one, there are 2 ways: either I choose hell or heaven. I may live luxury life here in the world, thinking that I'm comfortable, but the time is going. That's why I decided to go to church, got saved, I'm saved, because I know some people are saying, "Who, this man, I know him." No, I am. For those who are tenants, you have to bear with me, because it's a job, and I have to do it the way it is. So, me coming to tell you pay the rent, it's my obligation, because without that I will not be paid. And you know that you have to honor your job, wherever even you are working. I have to respect you with that. So today, I want just to tell my viewers that I'll be coming live. I'll be sharing the word of God with you people. It is something that it is pushing me. I didn't want that, but I can hear the voice in me telling me that you must do it. And who am I to say no? Because the one who have called me, he has something good for me. And maybe what I want to tell the Christian, for you being saved, or when you feel that now you are a Christian, God have given you something. You have something in you. When you get saved, maybe when I'm sleeping, when I'm not coming live to preach this word of God, because it is in me, maybe there is somebody there who is waiting for me just to hear or to spread this gospel, so that at least one of you can get saved. Today I may say
Maybe I'm just online the way I am here. Maybe I'm doing nothing, but there is somebody who is getting a point. Maybe kuna mtu anapata kitu ndani yake. Anasikia ndani ya hii maombeo, ikiwa huyu mtu alifanya na akafaulu, kwa nini mimi nisifaulu? Ninataka kuongea juu ya Suleimani. Yeye alifanya, nikafikiria hii maneno ni magumu sana. Ikawa ni ngumu, si mchezo. Ni kwa sababu ukiangalia mtu kama Suleimani anapoongea ama anapoongea katika Ecclesiastes, utaona ya kwamba huyu mtu alikuwa tajiri. Si mtu wa kawaida. Si vile tunavyofikiria sisi. Suleiman hakuwa mtu wa kawaida. Nataka uelewe hapo kabisa. Alikuwa ni mtu ambaye ni mkubwa. Hatuwezi mcompare even with our president. Nobody in the world that we can compare him with a Suleiman. First, he acquired knowledge. He had knowledge. He had wisdom. Imagine combining knowledge and wisdom. Tena ukuwe na utajiri. Utajiri si utajiri yetu ya peni mbili. Ni utajiri mpaka mtu ako na sakafu, unaona sakafu yake ni gold. Tunaona hiyo. Viewers, you can understand the life of a Suleiman. But imagine Suleiman alipoangalia hii mambo yote. Hata mimi saa hii nilidhani nikiwa mdogo ya kwamba mimi sitazeeka. Lakini saa hii nianza kuona, nasikia mwili. Sasa niko na 42 years, so I can feel my body that kweli kuna kuzeeka. Na je, miaka zingine 30. Lakini sita kudiscourage ni kuambia kwamba eti kuzeeka ni mbaya. No, it is not. Because this is not our world. Nataka kuambia kila mtu, hakuna mtu ambaye yeye si mgeni duniani. Na hakuna mtu katika dunia hii ana safari ya kwenda. Na kila mtu anaenda kwa baba yake. Sasa ndio ujue baba yako ni nani. Ujue baba yako ni nani. So before I continue, let us pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele zako nikisema wewe ni Ebenezer. Niko hapa my Father, niko mbele yako. Ninanyenyekea Mungu wa Israeli. Mimi ni yule mtu aliyesema my Father, ambaye amesimama katika mlango ili anabisha, ili baba yangu apate mikate yake. Nami nimekuja baba yangu nipatie mikate, nami niweze kushare mikate yangu na washirika wanaonisikiliza. Mungu wa Israeli, neno langu linalikama na damu ya Yesu Kristo, na hata maombi haya ninaifunika na damu ya Yesu Kristo. Ni kwa sababu Mungu wa Israeli, kunaye watu wako pale wa kushika maombi, kunaye watu pale wamesimama na kusikiliza, ili wajue ya kwamba, ili washike neno hili, ili ziweze kupenya katika mioyo ya watu. Lakini leo Mungu wa Israeli, ninaachilia kibali. Naachilia kibali kwa huyo anayesikiliza. Mungu wa Israeli, umpe neema na hata umuinue. Mungu wa Israeli, usimwache siku hata moja Jehova. Hata Mungu, ninaomba tu kibali chako, ninaomba fasihi wako, ninaomba kinywa changu kikaweze kuongea na roho yangu ikaweze kutoa mambo yale my Father yanayotokana kwako. Ni kwa sababu wewe ni Mungu uishiye milele. Roho yangu endelea kuchukua sasa, naye uweke kwangu, naye ni transfer kwa huyu anayesikiliza. Mungu wa Israeli, Mungu wa Elijah, nimekuja kusema unastahili. Unastahili my Father. Ndiposa nimekuja mbele zako, ndiposa nimeleta watu mbele zako Jehova. Utakaposikiliza neno hili, Mungu wangu, wabariki na uwalinde.
kunaye wale wanaenda kulala, kuna wale kanapolala wanafinyiliwa na mapepo, Mungu wa Israeli. Kuna wale wako na ndoto mbaya, kuna wale wako na spiritual wife, wote my father, na hata spiritual husband, Mungu wa Israeli. Ninawakamata usiku wa leo, ninabomoa kila nyayo zao, ninabomoa kila takataka zinazotoka kule baharini na hata katika anga na hata katika kijiji. Wewe mfalme wa kijiji, ninakuweka chini katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia power and the glory, Mungu wa Israeli, ukatulinde na hata ukatupigania, ni kwa sababu wewe unaweza. Thank you my Father, because you are great. Ninasema ni asante ni kwa ajili ya hii conversation Jehova. Ninaomba upeleke kiwango kingine, ni kwa sababu wewe unaweza. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo na kuamini. Amen. My viewers, nilikuwa ninaongea kuhusu kuhusu Sulemani. Imagine Sulemani, ukisoma katika kitabu cha Ecclesiastes 8 pale 15 inasema ya kwamba yeye aliona ya kwamba akasifu. Imagine alisifu. Do you know, ile mtu amesifu furaha na yeye ni kiongozi mkubwa, akasema ya kwamba ameona vitu vyote duniani ni ubatili. Yani hakuona kitu yote mzuri kinazompendeza. Akasema kile ameona ya kwanza, rafiki yangu, nataka mimi nikuelezee, ni kukula, kunywa na kucheka. Na anasema haya mambo yakae ndani yako. Kwa hivyo tunapokutana, ndugu zangu ama dada zangu, ngoja tukule na tukunywe. Hakuna kitu mzuri kukunywa na kukula. Mimi sisemi ukunywe kileo, lakini nasema ni kukunywa, kucheka, na hii mambo ikae katika moyo wako. Ukisoma vizuri itakwambia ni wewe tu utakayejijua ndani ya moyo wako. Tunaanza tukaanga kiangalia katika bado ya Ecclesiastes, ukiendelea kwamba pale mwisho 30 ukianzia 8 mpaka 10 ukianzia 8 mpaka 20 utaona ya kwamba Fanueli mama yake anamwambia usinywe kileo. Nyinyi mnao kunywa kileo, kileo kiko na shida. Kileo kiko na shida. Anamwelezea kwamba mwanangu, si vyema kiongozi kunywa mfinyo. Na mfinyo, mwenye ukunywa mfinyo ni wale watu wanaokufa. Ni yule mtu ako na vikira. Ni yule mtu amefinyiliwa, anakosa kitu cha kutoka katika hiyo anga. Anaona tu nianywe, akisha kunywa, Biblia inasema ya kwamba ni yeye amejifungulia mlango wake kufa. You will not have a long life. Wewe unakunywa mvinyo, au angalia hata ile mvinyo unakunywa. Utaangalia siku hizi wamekuja spirit, wine spirit. Ati wine na spirit. Do you know what is a spirit? Unajua spirit ni nini? Life is spiritual. So wewe unakunywa kileo. Wewe mwenyewe unakunywa kileo. Jiangalie sana. Anything that imekuwa na hiyo demonic thing, utakuta wanaweka vitu zingine hora. Utakuta wanajiita hiyo jina ni kubwa. Wanakujiita jina ni kubwa. Na hiyo jina unakuta lazima ihusiana na kitu chochote kinalingana na spirit yako. So whenever it enters in you, ina break mpaka maini zako, inakula ama inakuletea kitu, kwa sababu hiyo ni chemicals unakunywa. Ujumbe wangu wa leo ndiko nakwambia ni kujihadhari, kwa sababu mwisho unakaribia. Kutoka katika Isaia ya kwamba pale 14:9, Isaia 14:9, 10, 11,
kusimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapofika. So when you drink na utakapoenda kufa, utaenda wapi? Na kama ukiona ya kwamba, nimesikia wengine wakisema, najua pale mnaambiana kakunywa kadogo, iliandikwa na nani? Iliandikiwa wewe? Iliandikiwa wewe? Twende katika Galatians 5 pala 18 ukipanda mpaka 12 inasemaje? Utasikia ikisema ya kwamba walevi wako pale, watenda dhambi, wanaopenda anasa, wazushi, alafu Mosene anasema na mambo yengine yanayofanana na haya, hawa hawataurithi ufalme wa mbinguni, kama jinsi alivyokuambia awali, na anakuambia na anaendelea kukuambia leo ya kwamba hautaurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kile ninaongea hata huwezi kuja kusikiliza, ninajua, because ni vizuri nikuelezee. Unajua, katika ukienda shule, ukiangalia watu wote wa shule, ama wale tumeenda shule na wale watoto tumewapeleka shule, sijui kama wenda kuuliza swali moja, ni nini ulikuwa unaogopa ukienda shule? Why were you striving hard? Na wale walikuwa wanataka tu wao wasipite, si lazima ufanye kazi ngumu, because sisi wote tunapoingia katika hiyo shule na tunapoanza hiyo starting point, all of us with their failures, lakini kupita kazi ngumu. Lakini ukitaka kuanguka tu, si lazima uamke usiku usome, si lazima. It will be just automatic because you are there. Utakuwa stagnant. Na unakuta kuna wokovu wengine wako tu hiyo, tulipoanza wokovu wako hapo, hawajaienda. Lakini for you mark my word, ndio uweze kuongeza katika spiriti yako, ni lazima uwe na kiu ya kufanya kazi ya Mungu. Ukishafanya kazi ya Mungu, ndipo utakapopata number 1, utapata Roho atakaye kuja kukusaidia. Roho atakaye kaa ndani yako akuelezee mambo yale atakaye kuja kesho. Matthew 15. Akuelezee mambo yatakaye kuja kesho. Ni yeye anaweza tu kwenda kwa Mungu na kukuletea. Nilisoma Biblia nikaona ya kwamba naye the best witness in heaven ni Mungu, Yesu Kristo na Roho. Witness wa duniani, wewe kama saa hivi unafanya dhambi, ama pahali huko unafanya mazuri, then one utaona ni maji. Maji ni one of the witness here in the earth. Number 2, damu. Number 3, Roho Mtakatifu. So you see there is that kitu kinafanana. Hapa duniani ni witness na mbinguni bado ni witness. So ukisha kuwa hapa duniani, kama ukiokoka, lazima maji yapige muhuri, naye damu ikuoshe, naye Roho Mtakatifu adhibitishe. So tukienda mbinguni ya kwamba utakuta Mungu naye ndiye atakuwa one of the witness. Anajikujua Roho, naye Yesu ndio huyo. Lazima wewe upitie kwake ndio akupatiane kwa Baba, lakini Roho lazima awe pale. Tumemuona ako duniani
nako mbinguni. Haleluya. So ni vyema ukae katika Mungu. Number 2, utapatia roho kubwa. You must have a burden. Beba mzigo. Number 1 nilikwambia ni Holy Spirit. Number 2, burden. Uwe na mzigo ya Ukristo. Kwa nini umeokoka? Kwa nini uwe na mzigo huu? Kwa nini niokoke? Ndio mzigo huu umebeba ni wa nini? Si wa nyumba yako peke yako. Ni mzigo wa kwenda kukomboa watu. Ni mzigo wa kwenda kuombea watu. Ni mzigo. Hiyo ni mzigo wako ndani. Unasikia umeibeba. Roho wa Mungu anakuongelesha. Roho wa Mungu anakutumia. That's when utaanza ku-expand. Bila hiyo, my brethren, mambo ni magumu. Number 3, your relationship with Jesus Christ. You must strengthen it. Unasikia uko na wito. Leo ninakuwa maybe ni school of prayer. Leo ni siku za HBC kukutana. Leo ni kesho ni kesha. Sunday ni kanisa. You must do an extra thing. You must go to another mileage. Lazima uongezee. Akasema Yesu Kristo ya kwamba ukiambia upeleke maili 10, peleka hata 12. Ongeza. Kile umeambiwa jaribu kufanya mara 2 ya hicho. Ni neno linasema si. Ukishafanya hiyo then kuna vitu ndani yako zitaanza kumea. Utasikia ni ndani yako kuna kitu kinamea. Utasikia sasa kuna mvuto. Ni kama vitu zinachemka. Unasikia ni sasa ni sita wewe sasa mambo imechange. Unasikia kiu. Kiona watu wengine wako kanisani unasikia kiu. Why am I here? Leo ni school of prayer. Kwa nini niko hapa? Kesha. Kwa nini si kuenda? Hata unasikia kulala ni ngumu. So it is like that. So ni vyema kukaa ndani ya Kristo. Mungu mwenyewe akulinde. Mungu mwenyewe akupiganie. Haijalishi bali wewe uko. Haijalishi kiwango uko nacho. What I want to tell you ya kwamba Mungu atakuinua. Will always uplift you. Liwe liwalo. Lakini utakuta watu wanapenda anasa. Wanapenda mambo ya kidini yao. Mungu si wa dini. The moment umeweka Mungu kuwa dini, kama umemfinyilia, umemfanya kuwa mdogo. Our God is a mighty God. Haendi na akili za binadamu. Hata ina na dini yako. Dini ya mtu mmoja. Dini imefunguliwa na mtu. No. Hatutaenda na kidini chako. Utakuwa ukisema wewe ni nani, wewe sijui, wewe ndio. Hapana. That is kuwata Mungu kuwa mdogo. Mungu si mdogo. Mungu akaika kadini. Mungu ni mkubwa. So you must take God in a mighty way. He's very strong. He's a mighty God. He's an everlasting master. So whenever you know that you respect him in that, na unamwaminia sifa zake, then you will start knowing. Ndio ufunuo wako katika akili zako, na maono yako yatakaye kuwa makubwa. Lakini ukianza kuhuisha Mungu na wewe ukajiona uko mkubwa,
Biblia inasema ya kwamba watu wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. This is biblical. Usikawai siku hata moja ona Mungu ni mdogo. Number 4, kiburi. Kiburi kinaweza fanya Mungu aachane na wewe kabisa. Hakuna kitu katika Biblia Mungu anadharau kama kiburi. Ukiangalia mpaka Musa alipoleta kiburi pale katika wilderness ya Kadesh, pale alipoambiwa apige maji, pale alipo kuta watu wameshaweka yule mungu wa ng'ombe, ile sanamu, Musa aliambia Mungu, ati kama utaua hawa watu, ondoa jina langu katika kitabu chako. Ili kiburi. Lakini Mungu ni wa ajabu. Mimi nimesoma Biblia, nimeona ya kwamba hakuna kitu Mungu alikusudia kufanya hata kifanya. Hakuna. Hata mkikaa chini muombe, kile atafanya tu time, ata expand time, lakini his will lazima itendeke. Lazima. Aliambia panda kwa mlima. Isaac Yeremaini hapo akakutana na kifo chake. Akakutana na kifo chake. But the good thing, hata shetani alipokwenda kuclaim maisha ya Musa, hakujua Musa akitubu. That's the best thing that I like in God. Unapokutana na Mungu kwa siri, wewe na Mungu, ingine shetani ajuangi, na hata mambo ingine shetani atajua kwa wewe kuongea. That's why anasema nifundishe kunyamaza. Teach me how to keep quiet. Kisoma Galatians 6:4. Teach me to keep quiet. First Thessalonians 4:11. Inasema mind your own business and you teach me. You mind your own business. Wacha kuangalia, usijipime kazi yako na mtu wa nje. Wengine wanakaa wanajipima na pastor fulani. Don't copy. Don't copy. I do what my spirit tells me to do. The way I am like this, vile niko, ndivyo nitakavyo kuwa. Nilisoma kitabu na kikaniumiza sana. My brethren, my friends, I know they are the people who are watching me. Lakini nataka uchukue Biblia yako usome. Fungua kitabu cha Isaia 14. Utajua ya kwamba hii maisha uko naye ni maisha magumu. Hii safari si rahisi. Watu wanachukua safari kuwa rahisi. Tunadanganywa, my friend. People are lying. Mathayo 24:24. Kutakuja nabii wa uongo na atawadanganya. Ukisoma pale nasema ya kwamba kuzimu kumetaharuki kwa ajili yako ili kukulaki wewe. Imagine kuzimu saa hii hauna shamba, lakini kule utapatiwa kutoka hapa mpaka karibu Kenya mzima, wewe peke
ikaniumiza ni juu ya kiburi. Anasema kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapofika. Na amuamsha walio wafu. Ataamsha mpaka wakubwa wa dunia. Kenyatta ataamshwa, Kibaki ataamshwa kwa ajili yako, na wote watalia na kukuuliza, hata wewe mkuu umekuwa dhaifu kama mimi? Haukuwa na Biblia. You did not have the Bible for you to read so that you can understand the will of God. Imagine mapepo kule kuzimu zitakusomea Biblia. Umekataa kuhubiriwa, ukajifanya kiburi yako, ukajifanya vile unajua Mungu, ukajifanya wewe ndio unajua mambo na hakuna kitu unajua. Lakini hiyo siku ikifika, watakuhubiria, watakuambia imeandikwa. Are you doing this? Utakuta kanisani sisi ndio wale wanafiki. Hata sasa hivi mtu akiniambia ni Mkristo, ati alifanyia mahesabu, no, amuaminiki. Hata hili watu wa nje, Yesu Kristo akasema hata watu wangu si wajanja, lakini wale watu wa nje ni wajanja. Yes, they are clever. Utakuta mtu si mwokovu, lakini mwaminifu. Wewe Mkristo, wewe ndio mwizi, wewe ndio naiba. Lakini yote imeandikwa. Soma katika Galatians 5. Alafu niambie uko wapi. Ile wewe uko naye, enda utubu. Hata mimi si mzuri. Mimi si mtu mzuri. Kama kuna mtu ana makosa makubwa sana ni mimi. Duniani mzima. Yesu Kristo akasema mimi si mtakatifu. Yes. Mimi si mtakatifu. I am. Marko 10. Taona pale akisema ya kwamba sisi si watakatifu. Utakuta kule kuzimu utachomeka, utakuwa na baridi, uvutwe ulimi, ufike chini, uje kukosa maji. Tena Mungu ataweka wadudu. Imagine kama vile unaona samaki atakavyo tembea kwa maji na anafeel comfortable. Sisi huko kuzimu nyoyo zetu hizi zitachomeka tu, na kuna vitu za kwanza zikitutunga zinatuwekea sumu, zinatunga, zinaweka sumu. Zitakuwa zikikudunga, alafu zinakuwekea sumu. Unachomeka na inakuwekea simu. Ukisoma hapo chini nakwambia kwamba ati Mungu, imagine saa hii unangoja love ya Mungu. Saa hii unajua unaishi kwa grace. Lakini hii grace si ati ya kusema wewe umeokolewa ndio atakupeleka mbinguni. Hakuna. Hii grace nani anakuambia? Nani alikukaa na wewe kuambia? Nani alikudanganya? Do you know nowadays Christian churches zinakuja na katika inakuwa ni kiwanja ya uongo ili ulete pesa, ili utoe sadaka, ili ukuwe na marafiki wengi. Nini? Nimekuambia mapema. Grace hii tuko nayo. Unasikia humu pahali, unasikia kwamba wewe kuna maisha tu yako. Ukisikia kwenda kukunywa unatoka tu na unakunywa. Ukisikia kutukanana unatukanana. Ukisikia kuiba enda uibe. Ukisikia kufanya vile unataka hata
hiyo zote we fanya, kuhongana nini hizo we fanya. Hiyo ndio grace tuko nayo. We have the freedom to do what we want, but let me tell you, utalipia. Hii mwili uko naye ililipio gharama hii. Kuna mtu alilipa gharama yako ambaye ni Yesu Kristo, na hiyo mwili yako anataka statement. Ataitisha statement ya maisha yako. Kisha kama unajua wewe ni mwanaume na uko na hiyo grace kufa leo, die today and you'll see. Utakutana na your creator. Ndio utajua utakapotolewa statement yako iangaliwe. Ni kwa sababu umekuwa so arrogant. Umekuwa na kiburi. Kuna mtu anaweza kuambia life yako ni yako, hata una roho inayekuambia vile unafanya ni mbaya. Ukristo ni lazima ukuwe na roho. Lazima roho akuwe ndani yako. Isaia 30:20. 20:30 ama 30:20. Utasikia ikisema ya kwamba I will send a spirit that, utasikia ndani yako ikwambia the way is this one. Hata kama umefinyiliwa, no matter how oppressed you are, utasikia tu kitu kana kuambia njia ni hii na mlango ni hii. So if you don't have the spirit of God, then why are you saying that you are saved? Kama huyo spirit mwenyewe, unakuta watu wameokoka wanavaa trouser kama tu waganga tu wale wengine. Unakuta mtu ameokoka anavaa ile skati, anaachilia matako, inaonekana mpaka akienda kanisani anaiba pale, anatingisha, anajua sisi tunaangalia. Hata sisi tunashindwa kuomba. By the way, do you know churches, we have a problem. Churches, men and women, hatustahili kukaa wanaume na wanawake kwa kanisa. Tunastahili kuwa saidi moja ni ya wanawake na saidi moja ni ya wanaume, ili tupatie Mungu nafasi ya kuomba. Ukiwa uko na sober mind, hakuna kitu kina kudisturb. Lakini hii tumewekewa tu combine. Ni dharau tu. Lakini hivyo ndio najua, hivyo ndio Mungu anataka. Mtu asivae nguo ya mwanamume, nami mwanamke usivae nguo yangu, nami sitavaa yako. Sitavaa yako. Kiburi. Kujani vijinsi mlivyo, ili ndio uone sadaka. Paulo anasema, hata mimi nafanya job. Yes, I'm doing my job. Ndio kwa duka yangu. Siko hapa nipatie pesa. Don't want your loves. Sijui nini, natuma nini, ya nini? Nisaidie nini? Acha. Ni sisi tupeleke gospel. Ni sisi tujitolee kama watenda kazi. Ni wewe ukipiga bajeti yako ya mwaka, weka Mungu ndani. Sio shinde ukifinyiliwa ukiambia ufanya hivi na fanya hivi. So what? Ninajua kuna makrusedi, yes, number 1, I know it. Number 2, najua lazima nitoe sadaka, ama nisitatoa ni yangu. Lakini maombi, Biblia inasema ya kwamba katika Psalms 50 hapo 4 itasema ya kwamba hakuna kitu anapenda kizuri kama mwili wako unaponyenyekea. Si sadaka na ng'ombe na nini. Huwezi lisha ng'ombe mzuri kuliko Mungu. Hapa watakudanganya. Unakuta mtu wa kanisani ananyoa hapa, anabakisha nywele, ananyoa punk. Mwingine ananyoa anaacha laini hapa. Kwani huyu roho ako ndani yako akwambie ni mbaya? Anything that I'm doing, the outside are doing, hiyo ni opposite, sifanyi.
because iko na maana. Ukiona kitu yote nafanywa na watu wa duniani, then there is a meaning of that. Asi bure, ina secret. Lazima ukae roho wa Mungu. Ukienda kunyolewa, ananiambianga usinyolewe sana hivyo, nyolewa hivi. Ni roho uko naye. Amka uombe. Ombea hii kitu. Toa sanduku kwenyu. You know, he will always direct you. Na ukiona mmekaa vizuri katika familia yako, ya kwamba mapepo zimekataa, kuna mtu anaomba. Kuna mtu amesacrifice juu ya familia hiyo. Lakini utakuta watu wengine hawaezi. Kazi yao ni kukunywa tabia mbaya, mwili mbaya. Msino wa hii ni magajo. Sasa kukunywa ni mbaya sana, atikitu hiyo kukunywa hiyo kila saa. Mkisema na wapiga watu wa kukunywa. Mimi sina shida, wewe kunywa, lakini nakwambia soma Biblia Galatians. Mtu wote anafanya mambo kama haya, mbinguni utakanyaga. Si kwa mama yako ni sawa, hata si kwetu, hata si kwa baba yangu. Lakini mimi nakuelezea ukweli. Lazima wewe mwenyewe vitu zingine uondoke. Uamue ndani ya roho yako. Ni kuamua, utaamua. Ili wewe uweze kuondoka. Bila kuamua, my friend, hakuna pale unaenda. Kile kinapo kufinyilia wewe mwenyewe, na kile unaona kwa familia ama unakafeel ndani yako, unasikia kuna roho inakwambia kuna uoga, kuna kitu umeona mama yako ako nayo, kuna kitu unaona kinafinyilia baba yako. Work hard. Maybe mimi ndio nangojewa nikuje na moto nikitoe. Maybe wewe unaenda club ndio umengojewa uponye mama yako. Maybe wewe unaenda umalaya ndio tunangoja ili usave your family. God is justice. Wamwitao ataitika. Ukisoma katika Luke 11 anasema akawafunza maombi. Alipofunza maombi kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, hizo zote, ukienda pale chini anasema ni kama mtu aliyekuwa na rafiki yake. Ni story Yesu anapatiana. Akawa ana duka kama hii, niko hapa kwa duka, na yeye ni rafiki yangu. Lakini kuna mgeni ameingia saa 8 ya usiku. Biblia inasema ni masaa ya saa 8 ya usiku. That's why it is good to wake up and play at night. It opens the way. Inafungua akili zako. Inafungua maono yako. Kuna kitu. Ikiwa imagine, kabla ukishafikiria tu kuokoka. Mtu wote anafikiria kuokoka. Awaze tu aseme vile huyu amefanya, hata mimi nitakuwa hivyo. Already Mungu akiwa mbinguni atumanga malaika wanakuprotect. Hutazeeka kama wale wengine. Hutaumia kama wale wengine. Hamtakufa kifo moja. Hamtakufa kwa gari moja. Kwa nini? Hata corona ikiwa hautakufa. Hata nini kuja mbele yetu utatoboa. You have to. Utatoboa. My viewers, mtatoboa. Wapende wasipende, mtatoboa. Ninajua watu watajaribu kushika, watu watajaribu kutumia mishale, lakini unapoongea neno la Mungu, the more you are sinking into God's word, the more you are getting protection. The more God is coming close to you. Na nakapokuja close to you, kuna mambo utaanza kuona Mungu anayatenda pole pole. Kuna mambo yataanza kutoka kwako pole pole. Yatatoka. Usiwe na haraka na Mungu wako. Mpe time. Give it time to grow. Atakupika tu hivi.
kunyorosha tu. Ukiangalia sisi kama si kiburi zetu, sisi wa Kristo tunastahili kuwa ni watu wakubwa sana. Sisi ndio tuko na ule Mungu ambaye watu wote wanamhitaji. Yesu Kristo alikufa juu yetu, lakini sisi tunakuta sisi ndio hopeless. Tumejiachilia tu. Mpaka saa hii watu wamechoka na maombi. Kila mtu ni simu kwa simu. Unaangalia simu mpaka hapa naumia. Hapa nyuma. Alema ikoi maraga ya duda au gata ine. Unaangalia simu mpaka unasikia uchungu. Nasikia hai. Ni unogire akuthikiriria thimu. Agene kurora thimu gaskuro ginya 1 hour. Ati iyo ni aragucuthi nigetha ukome au utiredi maundu mangĩ koguo no nginya tucenjie twende kana tutikende no nginya tucenjie muturire utware ya gucenjia ndirakwira mama atire hindi muthamaki angiuka ikare thĩinĩ witũ no nginya maundu mamwe tureke maundu mamwe ndukwenda we witaware. How? You cannot lead yourself. Hakuna. You must bring and you hakuna vile utategemea nguvu zako. Ati mimi ni tajiri. Tajiri gani? Tajiri ni nini sasa? Hiyo ni takataka. Nini? Sijaribu kuonga na magonjwa kidogo ujue. Hiyo pesa ukijaribu kuiangalia hivi unalia. Wengine wakuja wazikule. Na wakule na waende mbinguni na hizo pesa zako unajiringa nazo. Hakuna kitu mzuri. Seek God, mtafute Mungu. Isaia 55 hapo kuanzia 6 inasema tafuteni Mungu maadamu anapatikana. So kwa nini Biblia inasema ya kwamba tumtafute? How? Why? Kwani hakuwa kuonekana tu hivi hivi? Alithibitisha ya kwamba ukiangalia katika Lazaro alimtaka kumuona Mungu na Yesu akafika mpaka nyumbani kwake. Mtu yoyote ameamua kutafuta Mungu hatakuachilia my dear friend. Mungu hatakuachilia watoto wangu. Hakuna vile Mungu atakuja awaachilie. Mungu ni Mungu wa justice. Ni Mungu ambaye anaelewa mambo. Utakapokuwa ndani yako hauna uongo. Kwa sababu unaona Fanueli aliambiwa na Mungu, aliambiwa na mama yake ya kwamba ukisoma katika Methali 30 hapo ninaelezea jinsi ya mwanamke mtumia Agatha, but before that go up utaona ya kwamba anasema ya kwamba Mungu wa Israeli, ninakuomba mambo matatu kabla sijafa, because hata kama wewe na wewe hujafa. Unaona maombi mengine ni lazima you direct, uweke pressure, usikie uchungu unapoomba, ndipo Mungu atakapokuja kusaidia. Mungu atakuja kukusaidia. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umeweka hiyo maneno ndani, hiyo uchungu, hiyo ndio itakuja ikuexpandie. Hiyo uchungu ndio itakuja sasa ibomoe, ili Mungu aone ya kwamba my son is serious. So this file must be worked upon. Lakini utakapo tu kazi yako ni maombi tu madogo, maombi ya kusema hii tutaidhie nini? Hii ni vita. Maombi ya fujo. Lazima tuweke kiu. Mungu anapenda kujibu maombi ya kiu. Maombi ambayo unajiuliza ginyale gai mpaka lini? Kagai guturo. Why my life imekuwa hivi my father? Utakapojiuliza kama ni wewe ni yule mtu, hiyo swali unakapojiuliza, ukiomba unajiuliza my father, mpaka lini? Mpaka siku gani my father? Kwa nini mimi niliumwa na nikitia dogire? Paulo anasema ni nani aliwaroga nyinyi? Ni kwa sababu anasema hivyo, ni juu yako na uchungu. Kwa nini hawa watu kile wanachotaka kufanya hawafanyi? Unakuta ndio wamezembea zaidi. Ndivyo mambo
mambo inavyokuja. Neema sasa mnasema mko na neema, ati mnaishi mambo ya grace. Nani kudanganya? Sasa ndio kumeleta mambo mabaya sana. Yanakudanganya, una relax. Wewe kazi yako ni kuscroll, scroll. Kazi yako tu ni kukaa ukijiangalia mpira. Wewe ndio unajua Manchester, sijui unajua akina nani, akina Arsenal. Wewe unajua, unawajua sana, lakini hata Biblia hujui. Hata ujui nini naongea, hata ujui mambo kuhusu Mungu. Mambo anasema mshahara anakuja nao, na ni yeye peke yake atakayepatiana mshahara. Alikuja kama binadamu ili nasi tuweze kutoboa maisha haya. Kwa hivyo anajua siri zote za binadamu, anajua siri zote za hii mwili yetu, anajua hata aliposema ya kwamba hawawezi, anajua. Lakini alituletea Roho Mtakatifu, na wewe unapokufuru Roho Mtakatifu hautasamehewa. No, there is no forgiveness. Hii ni wala watu wanafanya wakijua. Hiyo ni kukufuru Roho. Unajua vizuri wewe ni pastor, lakini wewe ndio unakulana kwa hiyo kanisa. Unajua vizuri wewe sijui ni nani, wewe ni deacon, lakini zile mambo unafanya si ya ukweli, na unajua hakika wewe ndio unahubiri. Hiyo ni mbaya. It is too bad. Shetani zinajua, wanaangalia kila kitu yote. Ukitaka vizuri Mungu akusaidie, epukana na dhambi. Number 4 ni dhambi. Dhambi ni kitu mbaya sana. Saa ingine yes, tuko binadamu, hatuko wasafi, ni sawa. Lakini mambo zingine unajua tu unafanya, lakini si mazuri. Saa ingine ukiona uko na hiyo shida, unaambia Mungu, ginyale, niondolee hiki, nacho kitaondoka. Itaondoka kulingana na your passion ya kumpenda Mungu wako. Utaponywa juu ya passion ya kupenda Mungu wako. Wekea maanani, tilia maanani katika mambo ya kimungu, katika mambo ya wazazi wako, katika mambo ya Mungu. Uwe na hiyo kiu. Ukisha kuwa na hiyo kiu, ndio utaenda kuona Mungu. Wale mnaumwa, wale mko na magonjwa, wale mko hospitalini, kitu cha kwanza ni kumjua Mungu. Then ask for the favor of God. Favor of God itakapokuja, nimekuambia tu, hata kusema Bwana Yesu tu, usifikirie tu kuokoka na ulikuwa mwenye dhambi. Already malaika wanashukanga hapo na wanakuwekea protection. Right now I am being protected when I'm delivering this message, because it is not easy. Si message unaweza kaa tu kuja uambie watu jinsi hii, na si wengi watakupenda, because wengi wanataka wapatiwe mambo ya kuwatekenya masikio, wasikie mzuri. Nije kuja hapa kutekenya masikio, nimekuja hapa nikuambia ukweli. Na wale wananijua, utajua tu ya kwamba Mungu anapenda wale watu wanapenda kulainisha maneno. Hawezi kupenda bure, lazima aone kitu ndani yake. Bingu inatakanga mtu ambaye ako na nia ya kumove that vision ya Mungu. Mtu atakapofanya akuje aonyeshane ya kwamba katika hii mambo kuna umungu, kuna kitu utafanya extraordinary, ionekane kuna Mungu ndani yako. Daudi, yeye hakuwa anaenda vita, mkiangalia kabisa hakuwa anaenda vita. Lakini angalia babake, kuna kitu kilikuwa kinafanya connection, alikuwa anapelekeanga watu chakula. Hakuna vile unaweza kuwa na watoto wanafanya katika jeshi tena wewe uwapatie chakula. Kwani serikali iko wapi? Lakini yeye aliamua kupatiana chakula, so that is the connection. Pale Daudi naye akatokea, yeye ndiye anapeleka chakula kila wakati. Akakuta watu wako na uoga, watu wamelemewa kufanya mambo ya kimungu, watu wamelemewa kubeba umungu waupeleke katika anga ingine. Sisi tukiwa hai tutaipeleka pale. Mnafika wale mnalemewa, Mungu lazima aamshe watu, ataamsha, upende usipende. Si wewe peke yako, Mungu hawezi mringia.
Kuna siku nilikaa nikajiuliza, mimi mwenyewe nikakaa nikajiuliza, enda kwa choo nikajiuliza, nikajiangalia kama mimi ni wa mwisho. Naona hadi juzi nikauliza bibi kama nilifanya makosa kukuja saa hii. Hiyo kitu iliniuma. Roho wa Mungu akaniambia, wewe unaangalia 2025. Akaniuliza, hata hii mlima iko hapa mbele unaionaje? Hii mlima more than 2025. Halafu what about 2099? Where will you be? Utakuwa wapi? Tengeneza maisha yako. Mtu yote atafikiria mambo ya kufa kwake ni mjinga. Yes, you are stupid if you are not thinking about your death. Ni kwa sababu hii ni kama vile unajipanga kwenda safarini. Ni wewe unajipanganga kukinya joke diogo, it is your plan. Naye Mungu akuwezeshe. Kuna siku itafika uondoke. Kila mtu ataondoka, apende asipende ataondoka. Na wale watakutwa ni sawa. Wale mtakutwa na mwili ni sawa. Lakini wewe wa kuondoka lazima ujue ya kwamba you have the qualification. Uko na qualification ukilala ya kwamba unajua mtu atakapokufa kitabu chako kinakaa kama hichi. Kitabu chako huwa kinakaa kama hiki. Saa hii kinaendelea kuandikwa, kinaandikwa. Yani ukifanya mambo mazuri, ukitoa tithe inaandikwa. Ukifanya mambo mazuri, ukisaidia mama yako inaandikwa. Ukisaidia baba yako inaandikwa. Ukisaidia mtu mwingine inaandikwa. Biblia inasema ni vyema hata usaidie wale watu wa nje. Mostly watu wa nje. Sisemi usaidie watu wa kwenyu, sijakana mimi hakuna pale nimesema hivyo. Lakini imeandikwa watu wa nje. Because hata kama ni ndugu yangu nikimsaidia, yeye anaona tu ni ndugu yangu. Lakini nikichukua kaunga nipatie mtu pale amelala njaa, atakuwa akisema kila siku na huu Mungu ambariki. Utapata baraka. They will respect you. Lakini hao wengine wanasema, "Nike bro, nike sister yako." Atasema hivyo. So ni vyema fanya mambo ingine, si juu ni ndugu yako, si juu ni dada yako. Hapana. Si juu ni dada yako. No. Ni juu wewe unapenda Mungu. Sasa utakapokufa hii kitabu na kiona hivi. Kimeandikwa. Na utakapokufa uondoke duniani. Hii chapter hakuna kitu kingine, ni kufungwa mpaka siku ya hukumu. Vitabu vitawekelewa. Revelation inasema ya kwamba na watasoma. Hii earth uko hapa duniani uko. It is the one that is giving you the qualification of going to heaven or to earth or to hell. Hii ndiyo inakupatia qualification. So jichunge sana mwili wako. Chunga mwili wako usikufe. Sana roho yako. Kwa nini Mungu anasema uchunge? Ni kwa sababu hakunanga reversible. It is irreversible. Utakapoenda hivyo ugongo na kitu uende umeenda. Unless kuwe na wale watakuja wafufue. Lakini sijaona na sijasikia saa hii. Maybe ni mimi nimepatiwa hiyo. Naomba hiyo kipawa. Huwa najaribu na huwa mosquito. Najaribu kuiambia iamke because siwezi kwenda nasema nafufua lakini sijaona. Lazima anitrain personally, anitrain. Mungu huwa anatrain mtu kabla uende kushindana. Yeye huwa anakutrain, anakufanya kuwa mhubiri, anakumold pole. Kiona umepata nguvu, ndipo anaanza kufungua milango ya evangelist. Ukishakuwa evangelist, anakuja na kufanya kuwa mwalimu. Mwalimu ndio pastor. Unakaa chini unalea watu wako. Mungu anakupatia wale watu wameweka katika anga yako waje ili wafunze. Ili wewe wafunze.
Haleluya. Kwa hivyo ni vyema sisi wenyewe tujiadhari, tujue ya kwamba maisha inaisha. Time is going. Tunaishi katika nyakati za mwisho ambao zinahitaji sisi ndani yetu. Adui wa kwanza wako wewe. Adui wa kwanza wako wewe ni mwili wako. Hakuna adui mwingine mkubwa wangu kama mimi. Huyu ndio adui wangu huyu. Ni kwa sababu nikijaribu kupigana na huyu ananipiga. Galatians 5 inasema ya kwamba mwili kila wakati unajaribu kupigana na roho, na roho naye kupigana na mwili, na zitakapopigana hivyo utakuta saa ingine nafikiria kufanya maneno na kuta nikifanya opposite. Paulo akauliza karike hiki, kumbe ni dhambi. Ukisema pale nasema ya kwamba mtu yote anakunywa, mtu yote ako na usuda, mtu yote mchafu, mtu yote ako na ile characters that inaoneshana hakuna umungu ndani, hautaingia mbinguni. Kiburi. Everything that tunakifanya saa hii ni kiburi, ni kujiona ndani sisi ndio tunajituma. Sisi ndio tunajituma, sisi tunatumwa, ni sisi tunajituma wenyewe. Mimi sikukuwa nikuje live, nilikuwa nataka kufuata bibi yangu niende huko ndani, alafu nilale. Lakini Mungu akasema no, talk to the people. Nitakuwa nikuja nikuongelesha kila siku. Nikipata nafasi, saa ile siko mbali na kuja na kuongelesha. Leo nimesha kuelezea kwamba kuna vitu zimewekwa kuzimu. Ni kuna vitu zinakungoja zikukule wewe. Hata mimi nitakapofanya mabaya, mimi mwenyewe huyu mwili wangu na uambia ukweli, sikufichi wewe mwili wangu, ya kwamba utakaponipeleka katika dhambi, ya kwamba ndio utakufa, lakini roho yangu usikubali kumisleadiwa na mwili, usikubali kumisleadiwa na mtu, usikubali hata mwili wangu kumislead mimi. Hautani mislead in the name of Jesus. Na hiyo tamaa ni kwa sababu huku ni kwao. Hii mwili iko kwao, inajua itarudi kuwa mchanga, lakini kuna kitu nasikia ndani kanaongea. There is something, ni kama kanaishi kwa hii mwili, ni kama kitu. Ukisikia kama mtu anasema maybe anaondoka, ama usikia sasa ile umeota, ni kama kitu kako ndani kanaweza toka. Au kitu hako ndiko hako, huyo ndio roho wako, that's the soul. Hiyo ndio itaenda kule. Ukikufa leo lazima utakumbuka ulikuwa unahubiri saa hii. Kwa nini umejiona katika ulimwengu mwingine? Utaona mwili yako iko hapa. Ni kama tu vile mtu wote anajiona akifanya mambo, anajiona ako pahali, anajiona akitembea hizo. That is spirit. Leo tunaongea mambo ya roho yako na roho yangu. Kazi za roho ni nini? Roho ni nini? Roho ndio inakulinda, ndio inakuweka hai. Bila roho wewe hauyuko hai. Utakuwa kitu kimfu. John 6:63 inasemaje? John 6:63. Roho ndio utiaye mwili hai. Imagine. The spirit is the one that gives life, but the body is nothing. Bila roho hauwezi fanyika mwili. Nao neno likakuwa mwili. Ni roho ulifanya neno likawa mwili. Kusoma katika John 1:10.
lazima tukasirike katika mambo ya kiroho. Life is spiritual, no matter what. Ukitaka kuinuka, ukiona kanisa yako iko na watu karibu 10, unaona kanisa yako haigrow, ikifika pahali na shuka. Ukiona katika ujumbe wako unafika pahali na shuka, maneno yote unafanya yanashuka, kuna kiwango umewekewa, there is a limit. Hiyo limit ni demon, ni spiritual limit. Ukitaka chochote kuendelea katika anga yako, fanya kazi kwa roho. Your spirit. It's only your spirit that can fight. It is the one that can win the battle. Ukiwekewa kushinda, utashinda kila kitu. Ukiwekewa kulemewa ndani ya roho yako, utalemewa. Yesu alijua ya kwamba yeye ni mshindi, na akajua ya kwamba kuna kitu ambacho tena kitamlemea na kitakuja kumwangamiza. Alijua. Na hichi kitu kilikuwa na roho, ilikaa ndani ya mmoja wa wanafunzi wake. Imagine in the name of Jesus Christ. Imagine. Yesu Kristo mwenyewe. Tunaongea mambo ya Yesu. John 6:70. John 6:70. Somebody. He chose the 12 disciples. Aliwa choose because lazima Mungu afanye na partnership. Lazima kuwe na partnership katika hii safari tunaenda. Ndio tukiwa katika hii safari tunaenda tukinongonezeana, tunaenda tukipiga stories zetu za kiroho, tuende kila saa tukiongea mambo ya kimungu. The moment tutaongea mambo ya Mungu tunakutana, ama tunaongea mambo ya kimungu, Biblia inasema ya kwamba atakuwa pale. Ukisoma John 6:70 inasema ya kwamba I choose the 12 disciples and one was the devil. Imagine one disciple was devil. Na atakaposema devil ni kumaanishaje? Shetani alikuwa ndani. He was chosen. Chosen as disciples. Sasa wewe useme ati uko saved. You are not saved. Ako ndani ya nyumba yako, ako ndani ya watoto wako, ako ndani ya bibi yako, ako ndani ya mama yako, ako ndani ya bwana yako. Na wewe uko tu hapo. Wewe unasema ni wale wanakuroga, ni wale wanakukimbiza saidi hii. Oh, sijui vita imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu kiaje? Na unapigwa ndani. When you are scattering, scatter all of them. Don't fear when you are scattering. Ikija mambo na maombi na kuskata, scatter knowing that hauskati mtu, unaskata the demon in them. Because that demon is the one that will change. It cannot work without having a body. No. Haiwezi. Haiwezi kabisa. Mungu naye hawezi fanya kazi bila wewe. Shetani hawezi fanya kazi bila wewe. So you have to live in you. Lazima wewe utumike kama chombo wewe. Ama mimi mwili wangu utumike kama chombo. Mambo magumu ni mambo mazito utakaposikia. Kukuelewa ni ngumu. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu atakudirect na atajua huyu jamaa vile anakuambia ni ukweli. Me, I'm just giving you for free advice.
Hii advice ni free. Imagine, ni free. Kwa nini? Bila kukuambia hii, sijui utaenda wapi, sijui utapata wapi mambo mengine mazuri kama haya. Wengine ni kukuambia vile sijui umebarikiwa, vile utabarikiwa. Ubarikiwe wapi? Wapi? So what? Wewe nielezee nisifanye dhambi. Kanisa nyingi zinaongea mambo ya prosperity. Pastors without talking about prosperity na promising people heaven, hawatapata washirika. Me, I'm not promising you. Mimi nakwambia ukweli. Hao wanakudanganya. Imagine they are lying to you. Wanakuambilia heaven ambayo haiko. Wanakuambilia prosperity na ndio unatoa. Wanakuambilia mambo kama haya na wewe ndio unafanya kila kitu. Mimi nakuambilia kwamba fanya mazuri uende mbinguni. Be blameless. The Bible says that when you become blameless, in Psalms, when you become blameless, it is when you will see God. Strive hard to make peace. Biblia inasema si mimi, be blameless. Usikakue mtu wa hiyo area yenyewe anasema Wanyeki anakaanga mbaya, huyu jamaa ni mwizi, huyu jamaa ni msharati, huyu jamaa hata hajielewi. So those blameless zinakudidimiza kwa Mungu. Kuna kitu wanakutoa katika spiritual realm. Kuna kitu unatolewa. So ni vyema ukae katika Mungu, ili Mungu akuonekanie. Kuwa blameless kabisa ndani ya roho yako. Ona Mungu. Kama ni kuvaa, vaa decent. Mama mvae nguo refu, it is written. Funikeni vichwa, it is written. Funika kichwa. Unachia nywele ya nani? Ufurahishe nani? Unaongezea makucha. Kutoa Mungu makosa. Those are demons. Makucha ya shetani. Those are designs that are coming from demons. Kuvaa pete. Wapi iliandikwa pete? Uvae. Ni wapi? Njia ukwe married. Nini? Kile Mungu ameunganisha kuna mtu anaweza kukitoa. Si pete itaniunganisha. No. Mimi sijavaa. Lakini mnajua niko na bibi. Wala wanaongezea makucha wasichana. Mjiangalie sana. That is unatoa Mungu mistake. Are you not happy the way you are? Are you not smart? Are you not feeling okay? Wala wanatoa hizo vitu ili wewe uingie katika mkataba zao. Wamekuonesha mpaka huko mrembo, wanakuwekea matakataka zingine, unageuka mwili na kuwa useless. That's why kanza ikuachi. That's why utakuta ni muokovu na ananyongo. Utakuta huyu mtu ni hivi na anaumia. Kwa sababu kile anaweka si kimungu, hakina Mungu ndani. Don't touch your body. Anasema usivae hata nguo ya maridadi sana. Imeandikwa. Yes, na watu unajua hii injili ihubiri yangu hii. Hii injili wa ihubiri. Wengine watasema tunafanya kikatholik. Sasa kikatholik na Mungu inakujiana wapi? Kihinduism kinakujiana wapi na Mungu? Sisi tunafanya kimungu. Si wote watamuita Bwana wataingia mbinguni. No. Vitu zile ndogo ndogo ndizo zitafanya wewe kwenda kuzimu.
Uru vitu nafanya tu kadogo kadogo unaona hakafai. Kama ni t-shirt mtu ameokoka unastahili kuwa na unavaa t-shirt ikiwa na kala. Si kunyolewa unanyolewa kama takataka. Unastahili unyolewa kwa kitu ka nywele smart imetoshana. Ukae decent kwa Mungu. Ioneshane humbleness. Lakini haya yote utakuta mtu hapa akiwa juu nimeongea hivyo. Utakuta wale wanasema prosperity nimeona nini umeona nini sasa wewe? Nimeona sijui matumbo yako, nimeona sijui mpaka nini hiyo yako. Umeona nini? Mungu akaribika. Mungu atoke huko kwote aone huko takataka zako hizo. Mimi nikae hapa nione watu wa Kenya mzima vile ati mnakaa. Ati Mungu anionyeshe nione. Nini nione nini? Mimi nakupatia neno. Paulo alipendezwa na watu wengine waliposikia neno, walienda kufanya investigation. Wakaenda wakaangalia katika vitabu zao, waone huyu mtu alikuwa anaongea umungu ama alikuwa anatoka katika laini. Be very conscious with the word of God. Kuwa mtu mwenye kutaka kujua na mtu wa kusikiliza sana na mtu wa kupenda mafundisho. Mimi napenda kufundishwa. Sasa ile mtu anasema pala anaongea utukufu. Kwanza mimi napenda mahubiri ambaye anaongea utakatifu. Utakatifu ndio Mungu anataka. Hakuna kitu kingine. Utakatifu tu. Atakuja akae ndani yako. Utaombea watu na wataokoka. Utaekelea watu mikono na wataponywa. Neno lako tu utakaponena litabomoa anga za watu wengi sana. Litabomoa anga za wachawi, watalia. Unajua shida yako ni kitu moja ulifanya wewe mwokovu. Nataka nikwambie tu kweli. Ulipookoka ukaanza kuomba. Na ulipoanza kuomba wewe unajiona maombi yako haina nguvu. Kumbe ulianza kuharibu vitu za mtu next neighbor. Unapoomba ndivyo mambo yanaendelea kuwa makali kwao. Lakini ukakuja pahali ukaanza kuzimia. Kwa sababu sasa inasikia katika roho inaniambia watu waombi saa hii. Kweli watu wamechoka. Kama kuna kipindi watu wamechoka ni hiki. Naomba Mungu wa Israeli akaachilie jeshi lake. Kama hata achilia jeshi, kweli sisi tumeisha. Kweli sisi hatutaona Mungu. Hatutamuona. Lakini utakaposikia neno la Bwana likikaa ndani yako, ukisikia huyo uchungu unakapotaka kujua Mungu, utasikia kwamba kuna kitu ndani yako kinakufinyilia, kinakuambia sasa it's a time to proclaim what you lost. Ni masaa ya kufuata chochote kile kiliibiwa katika anga yako. Wale mnapigana nao, wewe ndio unafanya mchezo. They are very serious. Ni watu wako serious. When those people that you are fighting with them, ni watu wameamua, hata wamepanga, hata wanaomba hata ukufe leo. Na wewe vile umegangana. Wengine hata ujui ni rafiki yako. Wengine hata ujui ni ndugu zako. Na wameamua na hata wajawahi ona kitu kizuri natoka kwako. My brethren, ndugu yangu, leo nitaka nikuhimize ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe. Usiogope. Continue praying. Ile maombi ulianza wewe ndio ujui. Ulishambulia ikashambulika. Ulirusha mishale zikadunga. Lakini wewe umekaa sasa, umeanza kurelax. Nasema kama nimejaribu huyu Mungu. Unajua kuna saa hii pale watu wamefika. Wanasema hata Mungu hayuko. Unasikia tu Mungu hayuko. Hata mimi kuna pale nafikaga nasikia, kwani huyu Mungu alienda wapi? Lakini
anakuja ananibiza, ananiambia Wanyike ndugakue ngoro, Wanyike. Nasikia sauti inasema ya kwamba usikufe roho. He is coming. When the time of God reaches, ikifika tu hiyo wakati, hata kuwe nini, hata kufanye nini, lazima utamuona Mungu. Na ukishabeba hiyo manto, ukishalipa hii gharama unaiona unalipa, hii kufunga unafunga, hii kuongea unaongea katika anga, na unaona mambo ya atendeki. Imagine you are creating something big that will come and destroy every demonic altar. Itakuja na nguvu mpaka watu watashangaa. Oyo no ola tuwaragi uhoro wake. Itakuja na nguvu, itakuja na upenyo mwingine, itakuja na power ambayo itamoa mpaka watu watashangaa. Utalima hiyo area yenyu, watajua there is man of God in that area. Na ukishapata hiyo tu afueni tu kwa Mungu, wewe umeshapenya. Anasema chochote nitashika hivi, wote nitakamata hivi, hata muachilia. So kuna watu wako kanisani na wanaomba na wanahubiri, lakini si wa mbinguni. Anasema wake tagatunywa uguo. Na ndio unaona kuna watu wengine wanaokoka, hata wawe wakubwa aje, siku itafika wataenda chini. Inafika tuka kitu kadogo tu kanawatoa kwa Ukristo, unakuta huyu mtu ameondoka. Ni kwa sababu hakuwa ameumbwa wa mbinguni. Lakini wale wake anasema kehegere kia ngoro yao kiambiririe kumbwo thi tanombwo. Their spirit, before even the world was created, they were living. So God knows that who will be saved and who will not. Ukiona huyu malaya, ukiona huyu mlevi na huyu chokora, hawa ni wale mahubiri wakubwa wa Mungu, wamekamatwa, wanawekwa katika hizo vifungo. Ukitoka katika Psalms 102:20 inasema ya kwamba amesikia kuugua kwao ili akuje awaachilie sasa wafunguliwe. Na wale wote walioandikiwa kufa, kuna watu leo wameandikiwa wafe, lakini because umesikia hii mahubiri, nasi tunachukua kitabu na tunachukua raba na tunarabu jina lako, hautakufa in the name of Jesus. Mipango waliokupangia haitafaulu katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa. Tutararua makaratasi zote zimeandikiwa watu wafe. There is a plan imepangwa. Kama faili yako kuna shetani ashakupangia, ni wewe uchukue hatua, urarue hizo plan za shetani. Chochote waliba katika ndoto zako, unawaambia shetani, wekelea takataka zangu zote hapa, zile uliiba regesha in the name of Jesus. Na tunafuata mpya, tunafuata zile aliiba kwanza. Utaona ya kwamba Daudi akiwa katika shamba la Arauna, utaona ya kwamba anasema hawezi tolea Mungu dhabihu isiyo mgharimu. Daudi mwenyewe tunamuona tena akisema ya kwamba anauliza Mungu. He used to have that tendency of asking God, shall I do this? Then God will answer yes or no. David knew that there is a time that you need to hear from your spirit. Whenever you go with the word from the spirit, you will never get lost. But if you are using the body, you'll keep on trying. Because body, it is just a vehicle. It is just like a car. Without an engine, it is useless. It cannot move where it is. There must be an engine. And when there is an engine, then there is
a driver. A driver. Who is a driver? Is the Holy Spirit. So whenever you don't have a Holy Spirit, you have just an engine. The car will just go anywhere. But if you have the Holy Spirit, it is the one that will take care of you. Pali mulipo. Nikimalizia, ninataka nikuambia kwamba Mungu anawapenda. Usijione jinsi ulivyo. Mungu anakupenda. Anataka moyo wako wewe. Hataki kile uko nacho. Sasa ni nini uko naye? Au utaenda na kitu kisha. Biblia inasema katika Ecclesiastes hapo 8 kuanzia hapo 4 ya kwamba ulikuja bure, ulikuja uchi na utarudi uchi. So don't tell us how rich you are. Don't tell us how great you are. But unasema kwamba jisifu ni kwa sababu unajua Mungu. Jisifu ni kwa sababu unajua Mungu. Jisifu ni kwa sababu ameonekana ndani yako. Jisifu ni kwa sababu Mungu anaishi ndani yako. Jisifu ni kwa sababu ndani yako kunatoka chemichemi za maji ambazo zinasaidia mtu huyo mwingine. Jisifu kwa sababu Mungu amekuweka hai ili nawe uweze kutouch the life of others. Utakapochukua mkono wako na kuegeza na kuweka katika anga, naye Mungu anaitumia hiyo ili naye ifikie watu wake. Basi ndugu na dada, ninaomba usiku wa leo, kwa sababu masaa imefika yangu kuambia kwa heri. Chochote ambacho Mungu amefanya niwaelezee, naomba kikatufanye kuwa mbegu ndani yako, kaweze kukua ndani yako, ili nayo ukajua kwamba kuna Mungu ambaye atakufunulia njia, atakuonyesha na hata atakuonyesha kanisa ile utaenda. Mwambie tu, baba yangu nimechoka. Kwa sababu bila kuchoka, bila maombi ya uchungu, haya hayatawezekana kwako. Lakini ukikuwa na maombi ya uchungu, umwambie ya kwamba mimi Mungu nimechoka, ninataka tu nikuone. Ni mimi yule mtu amekuja mlangoni, ambaye amekuja ili akuambie umpe mikate na wewe uweze kupelekea watu wako hao. Kwa sababu Yesu Kristo katika Luke 11 alisema ya kwamba kulikuwa na rafiki ambaye alikuwa na duka, lakini kukakuja mtu usiku wake mgeni, akaenda akapiga bisha ili huyo mtu wa duka amkopee mikate 3. Lakini huyo mtu akiwa ndani ya nyumba akamwambia, mimi masaa yangu imeisha, mimi na watoto wangu na bibi yangu tumelala. Hakuna vile mtu amelala anaweza akaongea. Hakuna vile mtu amelala anaweza akasikia mtu anabisha mlangoni. Lakini Yesu Kristo akaendelea kusema ya kwamba endelea kubisha mlango, bisha mlango, bisha mlango, bisha mlango. Akasumbua huyo mtu, akamsumbua mpaka ikafika wakati akafunguliwa. Ndipo Yesu pale chini akasema katika hapo Marko hapo 9:10 hapo 11:10 hapo 11 anasema ya kwamba naye Luka 10 hapo 11 Luka 11 hapo 10 Luka 11 hapo 10 mpaka 12 akasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ni siku gani wewe uliomba? Siku gani wewe ulibisha ukasema baba yangu niko hapa? Siku gani ulimwambia hii maneno yote ninayokuambia? Mungu ni wa maajabu. Yesu hataikuacha. Hatawahi kuacha. Upende usipende, hatawahi kuacha. So ndugu yangu, ninakuomba tu usiku wa leo, wewe jipatia ni roho yako kwa Mungu. Nami nataka nikuombee tu. Pali ulipo Mungu akupatie neema. Nilikuambia kufikiria tu hata kusikiliza neno ushatumia malaika. Chochote kinacho kuoppress usiku wa leo
hakitaweza katika jina la Yesu Kristo. No matter hata watume watu wao, hata wachukue picha zetu wazipeleke kwao, zizi picha zetu hazitatumika. Tunaachilia moto, tunaachilia maombi yetu. Sasa maombi yetu tunayafunika na damu ya Yesu, kisha tunayatuma. Hakuna switch ya instant, hiyo sijui failure mechanism haitawekwa kwa anga yako, na sisi katika anga yetu haitaweza kushikwa na mtu yoyote. Tunaanzia na kana wale wote najua saini saa 6 wanapanga kutoka majini. Kuna wale wengine hata wa nchi kavu, na hata wengine wale wanaeshika anga ya kijiji pale unakaa, na hata barabarani unapoomba unawasambaratisha, unawapiga na upovu wachanganyike, unawachoma na moto, unatupa mishale yako. Ni kwa sababu Mungu anatupenda na anatulinda. Basi ninapomaliza, nataka uchukue mikono yako juu, kalisha katika skrini yako. Nitakapoanza kuomba, kuna kitu kitatoka katika mikono hii. Damu ya Yesu Kristo unaposhikanisha hivi, kuna kitu kinatoka ndani. Utasikia uponyaji, utasikia wewe mgonjwa. Utakapowekelea mikono yako, hautasikia ugonjwa unaondoka. Wewe uko na ukimwi, wewe unaumia katika mambo mote, wewe uko na sukari, wewe uko na arthritis, wewe uko na pressure. Sasa hautaziona tena katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia moto sasa, ndio hiyo moto ninaachilia Baba, katika jina la Yesu. Ninaomba ni kwa ajili ya viewers. Mungu wa Israeli walinde, Mungu wa Israeli watetee my Father katika nyanja zao zote. Ninaachilia my Father uponyaji wa kila namna. Ninaachilia nguvu za Mungu zikalinde hawa watu wako my Father, ukawalete katika ufalme wako usiku wa leo my Father. Ninawafunika na damu ya Yesu Kristo, na hata watu wangu nawafunika na damu ya Yesu Kristo, na bibi na hata familia. Jehova, walinde pale walipo, wateteni, kwa sababu wewe ni Mungu wa Israeli. Ninahakisha moto sasa, picha yangu naichoma kule walificha. Kile chochote walichukua ninakichoma. Hakuna kitu chochote kitakuwa connection kwangu, either ni manguo ama ni kwa hawa shirika my Father, na hawa wanaosikiliza my Father. Mungu wa Israeli walinde, hakuna kitu chochote kitatumika kwa kuwa connection. Leo ninaachilia moto wa Bwana Yesu, uende ukawachome kila takataka, uchome kila vitu zote zimewekwa katika anga yao. Ninawafungulisha na tena Mungu wa Israeli ukawatendee maajabu. Ni kwa sababu wewe unaweza. Wale wanaenda kazi kesho, walinde na watetee my Father. Wainue na hata mishahara yao uinue. Hata my Father wafungulie njia zingine mpaka za kwenda majuu, na hata my Father uwape neema, na hata uwape my Father maisha marefu. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Ninaachilia wema wako na nguvu na uwezo, ukatulinde na tukatutetee. Ni kwa sababu wewe unaweza. Amen. May God bless you. Kwa heri. Mungu awabariki, Mungu aonekanie, Mungu awalinde, awajazie baraka. Ninaomba tu njia zenyu zifunguliwe. Wale hamjalipa nyumba, Mungu awapatie makazi. Mungu, ninatabiri sasa utapata kazi. Wale mko na watoto wanaumia, hawataumia tena. Wale mko na wazee wanakunywa, Mungu atawaonekania hawa watoto wazee. Kuanzia kesho, hata kuanzia kesho hawatasikia hiyo kiu tena. Hiyo ni kiu inaondolewa. Sasa wanapatiwa kiu ya kutafuta Mungu. Ni kwa sababu Mungu anatupenda na Mungu anatulinda, na ni katika jina safi la Yesu Kristo kuamini. Amen. Bye bye. Bye.